majira yanahitaji watu sana kutembea katika roho. Amen. Ni majira yanahitaji watu kutembea katika roho. Hili roho aendelee kufanya kazi ambaye tuliachiwa na baba yetu. Praise the name of Jesus. Namshukuru Mungu sana. Karibuni kwa neno. Tukatulie masaa ambayo baba atatupa ili tukaweze kulielewa neno la Bwana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Nimeangalia kitabu na nikasikia roho akiniambia nataka useme vile na nena roho wa Mungu. Amen. Wakati Yesu alipaa, tulikuwa tukiwa wakati wa kipindi ya Pasaka na tukamaliza, tuko kwa ile kukumbuka matendo ya mitume, the act of apostles. Amen. Bae roho aliachwa walipongoja mahali. Zile siku waliambiwa wangoje mpaka roho ashuke, maana Yesu alikuwa amepaa. Alikuwa amewaambia itaenda na inabidi niende ndio roho aje ili awaonyeshe mambo na wafundishe mambo sawa sawa. Praise the name of Jesus. Katika Matendo ya kwanza, sura kwanza na ya pili, na sasa tuko sura ya 3. Hapa kuna mtu ambaye aliitwa Petero na Yohana, ambaye ni mwenye kumkana Bwana wetu Yesu Kristo, alafu akatiwa nguvu tena. Haleluya. Na hapa tunaona ya kwamba katika Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa kwanza, na utaendelea kusoma na ninajua wengi tumesoma hayo. Roho Mtakatifu wa Bwana alipowajaza watu, hawakubaki tena jinsi walivyokuwa hapo mbeleni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe chache. Roho atanipa tu muda kidogo, kwa hivyo tena sikio. Nilikuwa nimefanya study zangu sana ya kuelezea, lakini Roho ameniambia niachane na study, nikaongea vile ataniongelesha na vile ataniongoza. Unaona niko na kitabu. Wana teolojia lazima tu nilikuwa nadhiri, nikawa nadhiri, lakini Roho ananiambia wachana na hizo waambie. Kwa hivyo tena sikio. Maana mambo ya Roho ni machache na yanaeleweka sana. Praise the name of Jesus. Na mimi napenda Roho sana kwa sababu Roho ni wa ufunuo. Hallelujah. Na Roho anapofunua anafanya kazi yake na inakuwa rahisi sana. Praise the name of Jesus. Roho wa ufunuo. Na ninaomba wote mpate roho wa ufunuo. Roho wa ufunuo. Akufunulie anataka ufanye nini. Akufunulie anataka uenende aje. Hallelujah. Na huyo roho atakaposhuka atakupa nguvu na atakuelekeza. Kuna vitu roho atakukataza na wewe utaachana na hizo vitu ili roho achukue ushukani. Hallelujah. Kabla tujaendelea, nimesikia dada yetu Solo, bibi ya Solo, atuko na yeye ameenda kikazi na kopande za magharibi, ambaye ametumwa kikazi. Amen. Kwa hivyo tumuombe safari.
Hallelujah. Mambo mawili matatu tutaongelea kuhusu roho. Na watu walipokuwa wakiomba hapa, kuna mambo roho ameongea sana. Haleluya. Na akasema kwa wale waimbaji walikuwa hapa, kuna waimbaji wengine watashangazwa, watu watashangaa, walitoka Lesbos. Roho alikuwa ameniambia anaenda kuwainua kwa viwango sio ya kawaida. Haleluya. Maana roho akishuka achangi mtu akiwa hivyo. Ndio maana wale naona sengine tunavunjwa na tunatekelezwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu anisaidie, maana yale ninaona ni makubwa. Amen. Yesu ni mwaminifu. Tuangalie katika Matendo ya Mitume sura 3. Alafu tuendelee na neno la Bwana. Lakini Roho anasema tulia, atakuinua. Amen. Tulia, atakuonesha njia. Amen. Tulia, vita si vyako. Tulia, anakushughulikia. Tulia, anakujua. Tulia, atakutendea. Dada yangu tulia wewe ambaye uko nyuma ya dada huyu. Simama kidogo. Roho anasema maisha yako yako mikononi mwake. Tulia, acha kuogopa. Yes, your God will strengthen you. Hallelujah. The battle belongs to God, and He is going to fight that battle in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Roho. Amen. Roho. Roho wa Bwana. Na tukiangalia last week tulisomewa na ndugu yetu Ezekiel. Asante kwa hiyo kipindi umetupeleka. Maana nimejifundisha mambo mengi. Alikuwa anafundisha kuhusu Roho wa Bwana na kuhusu vile tunafaa kukaa. Hallelujah. Last week aliongea habari ya Anania na Safira, yalikuwa matendo ya Roho. Amen. Na kanisa la sasa alitaki kuonywa. Kanisa la sasa linataka kupembelezwa. Lakini Roho anasema na mwenye masikio asikie vile Roho ananena na kanisa. Maana kanisa la sasa linafaa kuwa na nguvu kuliko kanisa la hapo mbele. Amen. Msijali kwa hili inaonekana ile hiko. Roho mwenyewe anaenda kututia nguvu. Maana tunaambiwa hata vile tunaomba sana, hatujui kuomba ipasavyo, lakini Roho wa Bwana anatuombea sana kwa kuugua kusikoweza kutamukika kaka. Roho anaitasiri. The Spirit anaitasiri kwa niaba yangu na wewe. Amen. Lakini nasikia tu nirudi hapo nyuma. Matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni dhahiri. Kwanza inaanza na usherati. Matendo ya mwili katika Galatians. Nasa tusome. Nasikia kuna mambo ukijiepusha nayo kwa kipindi hiki ambacho tunaendelea, na ukamate mambo ya roho, my friend, mbingu inaenda kushughulika. Mbingu inaenda kutenda maajabu. Lakini lazima tuachane na matendo ya mwili na kuingia kwa matendo ya Roho. Na Roho mwenyewe anashuhudia na atatushuhudia kwa Baba. Kama tutaenenda katika Roho, hatutafuata matendo ya mwili. Amen. Na matendo ya mwili lazima tusulumbishe mwili huu na tuseme nao, si mimi naishi, ni Kristo. Maana nimeyasulubisha matendo ya mwili na tamaa zake. Sasa ni Yesu anaishi. Kanisa lazima tukae katika kuambiana ukweli. Lazima tukae katika kuambiana matendo ya mwili na tupeleka jana, lakini matunda ya Roho yatatufikisha. Mambo ya Roho itatufikisha mbinguni, na Roho anashuhudia. Haleluya. Kuna mwimbaji wa Kikuyu anaimba anasema, Roho netereyo zianabi na laika na tumode na ile wao ifurahe
na mitume wote na baba yao Ibrahimu. Kwa hivyo lazima tujue huyu roho ambaye tuliachiwa, lazima tuchunge sana ili tukienda na roho aende na watu wake. Haleluya. Na roho aseme na hawa ndio kanisa niliachiwa, niliwaongoza kweli kweli. Tusome hiyo alafu tuende kwa dini yetu. Katika Galatia Mitume sura 5 mstari wa 19. Yes. Ni Wagalatia samani, Wagalatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsia hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kanisa tuseme amen. Kanisa tuseme amen. Umesikia yale mambo yatafanya tufanye tukose mbingu? Yes. Umesikia Biblia imesema watu wanao kama hayo. Neno la Bwana linasema hawatarithi. Huyo ni baba amesema? Huyo ni Biblia yako kule imesema? Hiyo ni Biblia yako pia zimesema hivyo. Roho anataka tuache hayo mambo, ndio kabla turithi mbingu tupate mambo ambayo tuliambiwa tutayapata hapa. Sema amen. Kama wewe ni mwasherati, acha. Amen. Kama wewe ni mzushi, wewe hutaki kuona watu wakisikizana, ujue mbingu hautafika. Haleluya. Tuna wasushi kanisani. Fitina, shetani ashimbe. Roho ya fitina imejaa. Na ndio hiyo hautafika mbinguni mpendwa. Anza kutubu kuanzia dakika hii. Maana roho akiwa katika harakati zake kwa kufanya kazi, kuna mambo yatatendeka katika madhabahu kule. Tutakuwa tunafika hapa, tunakemea maroho ya fitina, roho ya uzushi, roho ya matengano, roho ya uzuda, roho ya mafarakano. Wewe hutaki kuona watu wakikaa pamoja, mbinguni hautafika dada yangu. Mbinguni hautaiona ndugu yangu. Mbinguni inaendwa na watakatifu, watu waliosulubisha miili yao wakabaa mtu mwingine wa roho. Oh my Father, Bwana tusaidie. Roho wa Bwana tusaidie. Kama wewe ni mtu wa fitina, mbingu utaionea kwa view sasa. Amen. Fitina ni mbaya. Uzushi ni mbaya. Kuleta fitina kati ya ndugu na mwingine. Jiulize unamtumikia Mungu aina gani? Na muongo ni dhambi. Tumesikia hiyo yote. Kama wewe ni mulafi, acha. Kama wewe ni mchafu, hata baba hataki uchafu. Tunaomba Mungu mtakatifu. Kanisa, haleluya. Uko nyuma, haleluya. Tuko pamoja. Tufuate mambo ya roho. Nataka pia tusomewe habari ya roho. Maana kama tunasema kanisa la roho mtakatifu, pia tumesikia mambo ya mwili. Ya roho ni magani? Tusomee hapa. Tusikie Mkristo ambaye atafika mbinguni. Tusijidanganye kama tunafanya uchawi na ushirikina, mbingu hatuko. Yes. 22 Wagalatia sura 5. Yes. Lakini tunda la roho, sikia tunda la roho ni upendo. Amen. Sema upendo. Upendo. Furaha. Sema furaha. Furaha. Naomba tusimame ndio ingie kabisa. Simama. Na tuombe Bwana tupe hayo matunda ya roho. Tuachane na haya ya mwili yanatupeleka nje. Umwimbie Bwana Yesu, umtumikie Bwana Yesu, lakini ukutukane hauko.
roho ni upendo. Sema amen. Furaha. Sema amen. Amani. Amen. Uvumilivu. Amen. Utu wema. Amen. Fadhili. Amen. Uaminifu. Amen. Upole. Amen. Kiasi. Amen. Hey. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi na tumwambie Bwana ni asante, ambaye atawezesha watu wake kuwa na upendo. Watu wa mbinguni tuna upendo. Watu wa mbinguni tuna amani. Watu wa mbinguni tuna kiasi. Watu wa mbinguni tuna fadhili. Watu wa mbinguni ni wa roho, ambao waongozwi na mambo ya mwili, lakini roho amewajaa. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa roho, wachane tuwe na hiyo matunda. Tunaweza kuketi. Amen. Nafurahia roho sana, maana natuambia matunda ya roho sinaanza kwanza na upendo, amani. Haleluya. Naomba Bwana wa amani awapatie hiyo amani. Awapatie amani na mpeane amani. Kila mtu na mwenzake kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unajua huwezi kupeana kitu hauna, si ndio? Ama unaweza? Unajua wale watu wako na fitina, wale watu wanapeleka fitina, fitina imewajaa ndani ya mioyo yao. Sema ishindwe. Na wale watu wako na upendo, wamejaa upendo. So let us give love. Amen. Tupeane nini? Maana tumejawa na nini? Na wewe unaletewa fitina. Kataa roho ya fitina, muonyeshe upendo. Akikwambia wacha nikuambie maneno ya ndugu yangu hapa, mwambie mpendwa, tuingie katika Wagalatia, tusikie kama hii ni matunda ya roho. Roho hatawali kwa fitina, roho hatawali kwa kutengana, roho hatawali kwa kusengenyana, roho hatawali kwa mambo machafu. Shetani ashinde. Na sasa hiyo umeenda kupeana fitina, kama ni mama, hujaosha vyombo, hujaosha nyumba, umeenda kwa mwenzako kumletea matunda yako ambayo si mazuri, na wewe ukiletewa, toa hayo maandiko, mwambie unajua mpendwa, hapa tumevuka. Hatustahili kukaa hivyo. Kama tunaongozwa na roho, fitina jenzi unasemanga ukisikia akikwambia amekwambia hapa, si mwambie hata wewe Amen. Ndio tufike mbinguni. Mbinguni haitafika watu wa fitina. Mbinguni haitafika watu wachafu. Yaani mtu ni mchafu ndani ya roho, mpaka uchafu inaonekana nje. Hiyo haitatupata katika jina la Yesu. Sisi tutaenda kwa matunda ya tuingie katika hiyo. Ni kwa by the way, nimesikia roho akiniambia kama mnaenda mbinguni na mko hii ya kwanza, hii matunda ya kwanza hii, habari za mwili, waambie hakuna mbinguni wanaenda. Si mimi nimeoga mikono yangu. Ukiendelea na fitina yako hautasema sikusema. Niliwaambia na hii video itachukuliwa na inachukuliwa mbinguni. Pastor aliwakanya, msikue watu wa uzuchi, msikue watu wa fitina, msikue watu wa uashi, mkue watu wa upendo, watu wa kiasi. Maana watu tumeokoka tuna kiasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kiasi ni gentleness. Si ndio? Kiasi. Tuweni watu wa kiasi. Amen. Sio hata mtu akikukasirisha, you are born again. Amen. Hallelujah. Kuweni watu wa kiasi, na ninaona Bwana akiachilia neema ya kiasi ikawashukie kila mtu. Maana zamani tulijawa na ile matunda ya kwanza, tulijawa na umwili, lakini Kristo alipokufa akafufuka alichukua yote. Na ndio tunaimba amenishusha, amenishusha, amenishusha Mwokozi, akanifanya wa ubaya ule wa kwanza, sasa ni wa Mwokozi, sababu amenishusha, akanifanya wa ukali ule wa Meru,
shusha. Amen, shusha. Haleluya. Kuna watu wanabadilishwa kwa sababu Yesu amekuja. Ameondoa utu wa kale. Hatuishi kwa utu wa kale. Tuko viumbe vipya na watu wapya wanafanyanga mambo mapya ambayo ni ya Roho. Haleluya. Roho Mtakatifu wa Mungu, shuka unyeshe watu hawa. Uwabadilishe, uwashushe, uwafinyange, uwatengeneze, uwaunde, uwarembeshe, uwasimamishe, uweke Roho wako ndani yao. Haleluya. Bwana asifiwe. Nakumbuka hapo Ezekiel 36. Mungu akisema sasa, ninataka kuwasaidia watu wangu. Ninataka kuwasaidia watu wangu. Roho wa Bwana anataka kuingia ndani ya watu, aondoe mioyo ambayo ilikuweko zamani. Ni mioyo migumu ya mawe, ilikuwa haisikii neno. Hata Roho alipokuwa anaongea, ilikuwa tu mtu anasikiza. Roho akiongea, akitoka hapo anaendelea na stadia na tabia zake. Lakini Roho akasema katika Ezekieli, kwa nyumba ya Israeli imefika wakati, nataka nisaidie nyumba ya Israeli ambaye ni sisi tumeidazishwa nao. Nitatoa mioyo ambayo ni migumu, ambayo isikii neno langu, na ninataka niweke neno langu ndani yao, na nitoe roho ya mawe na niweke roho ya nyama, the flesh, the heart of flesh. Amen. Na ndio ninaomba Bwana waweke hiyo heart of flesh, roho iliyopondeka, roho ambayo ni ya Mungu, roho ambayo imebadilika, roho ambayo tunasema forward ever and backward never, sio forward ever na backward also. Shetani ashindwe. Tuko wakati wa kuendelea, tuko wakati ya kipindi. Ile mtumishi aliimba akasema, wenye haki waendelee kujitakasa. Amen. Neema ya wenye haki iendelee kuwa juu yetu. Muendelee kutakasika. Tuendelee kutakasika. Maana hiyo ingine tumeambiwa, wale wako na matendo ya mwili hawatarithi ufalme wa mbinguni. Na kuna haja ukuje hapa mpendwa kwa miaka na miaka na miaka na upatikane jehanamu juu ya kitu kadogo ulikataa kuacha. Ninaomba Roho wa Mungu akusaidie kila mmoja aliye mahali hapa, uweze kubadilika, uweze kuendelea, uangalie ni wapi umekosea, tuweze kuendelea na Roho. Maana Roho akiona umeonywa na usikii, uanga na kando, unaachwa peke yako. Shetani ashindwe. Na naomba tusome katika neno la siku ya leo. Ni Matendo ya Mitume 3 na kuanzia hapo. Matendo ya kwanza. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Yes. Saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiayo ndani ya hekalu. Mtu huyu aliwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba pewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia, akatarajia kupata kitu kwao. Yes. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu. Yes. Lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume
akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Haleluya. Amen. Huyu ni Petro na Yohana walipopokea Roho Mtakatifu, hawakukaa, waliendelea na kuhudumu. After Roho aliposhuka na Petro akashuhudia kwa nguvu na akawaambia, wapendwa, mambo haya yaliambiwa kitambo na manabii, na Roho wa Bwana atashuka. Akawaelezea. Wakati Roho alishuka akajaza kila moja, wapendwa, neema ilianza kuonekana. Na sisi tuko kwa hiyo kikundi ya kukumbuka yale yaliyotendeka, na tuna apply kwa kanisa sasa. Wacha tutembee kwa Roho, tuone signs and wonders zikifanyika. Hawa wapendwa walikuwa wawili, wandugu wawili kwa mitume, na wakawa wanaenda, walikuwa na tabia ya kwenda kuomba kila siku. Bwana awabariki waombaji. Siku moja mtakutana, mtafanya miujiza mikubwa. Maana mahali wako wawili watatu kwa ajili ya neno la Bwana na kwa ajili ya kazi ya Bwana, Mungu wako hapa. Na chochote mtaomba, chochote mtanenea, mkiwa katika Roho, kitafanikiwa, kitaendelea. Chochote mtasimamisha, mkiwa katika Roho, kitasikia. Hata kama ni kiwete, wataamuka. Hata kama ni vipofu, wataona. Hata kama ni viziwi, watasikia. Kwa sababu Roho anatembea na watu wake. Kanisa tuseme amen. Wakati mko wawili na mko katika kazi ya Bwana, Mungu wangu anapendezwa sana. Sasa wapendwa, alikuwa anakusohea ya kwamba Yesu ameenda na Roho ameshuka. Sasa ni kazi yako na mimi na wewe tushikane mikono, tuanze kufanya kazi ya faida. Sema kazi ya faida. Faida. Sema kazi ya faida. Kazi ya faida. Kazi ya faida ni nini? Ni kufanya ile kazi Roho aliwaachia. Maana tuliambiwa Roho atakaposhuka atatufundisha, atatuonyesha. Na huyu kiwete naye ambaye jina lake limebanwa, jina lake alikuwekwa kwa Biblia, lakini tumeelezewa ya kwamba huyu ndugu aliwekwa katika hekalu la Bwana ambayo ilikuwa inaitwa, ule mlango ulikuwa unaitwa mlango mzuri. Na nilipokuwa nafanya stande zangu, niliona mlango ulikuwa 60 feet. Wale wamefanya hiyo 60 feet ni kubwa sana, na ilikuwa imewekwa dhahabu na silver na brass hali ya juu. Wasome ndani mfanye hivyo mtaona. Na ilikuwa ni mlango mzuri, mlango wa ajabu. Na sasa kiwete amewekwa hapo ili aombe sadaka. Na nilipokuwa ninasoma, Roho wa Bwana akawa ananiambia, Bwana alitaka kuonyesha hata katika milango mizuri kuna mambo yanatendeka, lakini yanahitaji tu uamurisho wa Roho Mtakatifu aweze kunena, aweze kutembea. Watumishi wa Mungu watembee mahali pako pazuri na pako na shida kama hiyo. Maana yule ndugu alikaa hapo tangu hiyo hekalu lilipojengwa na Solomon. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Kiwete aliwekwa hapo kila siku aombe sadaka. Na kama kawaida, kama kawa vile wapendwa wanasema jinsi, kama kawa alikuwa amezoelea kukua hapo. Alikuwa anaomba tu sadaka. Yakula leo na kwenda, yakula leo na kwenda. Hangeweza kujitafutia kwa njia nyingine, lakini aliwekwa mahali pale. Na yeye Bwana alikuwa na watumishi wake, alikuwa amewaweka nguvu zake. Walikuwa wamesema tutaendelea. Tulipotupokea Roho wa Bwana, hatutakaa chini, tutaendelea kuomba tukielekezwa na Bwana. Anataka tufanye nini? Anataka tumfanyie nini? Anataka tumletee faida. Na wakiwa mahali pale, walipofika hapo, yule kiwete akawaona watumishi wamejawa na nguvu, na wakawaangalia, na akadai apate kitu kwao. Na
muongo na muoga alikuwa amebadilishwa, Roho Mtakatifu wa Mungu ameingia. Ninaomba Roho Mtakatifu wa Mungu akuingie. Iwapo ulikuwa muoga, ulikuwa muongo, ulikuwa mtu wa kuogopa, lakini nguvu za Bwana zikujae, si wewe utaongea, ni Yesu ndani yako atakuwa akiongea, ni Roho ndani yako atakuwa akiongea, ni Yesu ndani yako atakuwa anatawala huo mwili, maana umemwachilia. Alipofika mahali pale na kiwete akajipanga vizuri, walikuwa wanajawa na upako, maana haikuwa siku ya kwanza. Tunasikia ilikuwa ni desturi yao. Sijui kama ninaweza uliza, desturi yako kutoka Monday mpaka Sunday ni ipi? Amen. Mwenye nalala mwambie amke, tunahubiri. Amen. Desturi, sema desturi. Desturi yako ni gani kule kwa nyumba yako? Desturi. Walikuwa na desturi ya kwenda kwa nyumba ya Bwana kila masaa ya saa 9 kwenda kuomba. Amen. Si Bwana kupatia desturi kuanzia dakika hii. Hallelujah. Desturi ya kwenda kuomba na kushukuru kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Yule kiwete alipoangalia, aliona hawa kweli wamejawa na neema ya ajabu, hawawezi kukosa kitu, na wakamwangalia, wakamwangalia, hawa wapendwa, nahitaji munipe kitu angalau siku ya leo, naona kama naweza shiba. Na hawa watu wakamwangalia, walikuwa wamepewa upako. Nimewaambia hapa tena, hauwezi kupeana kitu hauna. Kama uko na Roho wa Bwana utapeana, utapeana miujiza, utapeana ishara, utapeana amani, utapeana uponyaji, utapeana furaha, utapeana amani, maana hiyo ndiyo imekuja. Na ninaomba wote mujawe na hiyo amani ya Bwana, mujawe na nguvu za Bwana, muweze kutoa neno la Bwana ambalo litagusa na kuinua watu. Amen. Kiwete akawaangalia, alikuwa na focus. Amen. Namshukuru Mungu, mimi naona kama Petro alikuwa na macho kama hii yangu. Yaani kikondolea macho utakimbia. Hallelujah. Tunasikia akawaangalia, akitamani apewe kitu, na akamkazia macho vilivyo. Akamwambia, my brother, sisi fedha na dhahabu hatuna, hata kama unatuona hapa, lakini ile tuko nayo hatuwezi toka bila kukupatia wewe. Praise the name of Jesus. Let us give whatever we have. Ile iko ndani yako itoke, na iwe baraka kwa mwingine, iwe neema kwa mwingine, iwe msaada kwa mwingine, iwe neema kwa wengine. Alipomwangalia akamkazia macho sana. Kiwete akatamani, hapa nimekaziwa macho, labda itatoka kitu kubwa. Akamwambia, nafikiri alimwambia kama mara mbili, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende. Hallelujah. Hallelujah. This is more than money, more than money, more than everything in this world. My Lord, help us, Jehovah, Lord. Help us, Jehovah, to give whatever we have. Na ninaona kanisa limejawa na neema. Mkitoka huko nje, ombeeni watu. Usiwe na uoga, ombea kwa jina la Yesu. Ombea kwa jina la Yesu. Wekelea mkono kwa jina la Yesu. Ongelesha hali kwa jina la Yesu. Hiyo hali ilikuwa imekaa for 40 years. Imengoja watu wajawe na amen. Tuko pamoja? Hiyo hali ilikaa miaka ngapi? Miaka 40. Ndio watumishi wajawe na roho wanene. My God, my God. Father, help us, oh dear Lord. Kuna hali zimekaa zaidi ya 40 years, Bwana. Baba, ninaomba kwa imani, watu wako wanapoenda, wanaposafiri, wanapotembea, Roho wako awe ndani yao, wasiogope hali zingine. Tukazie macho kwa jina la Yesu Kristo, zingine tutakazia macho na sita
Are you ready? Are you ready? Kabisa kabisa. Neema ya Bwana iwatoshe. Nguvu za Bwana ziwatoshe. Na hizo fedha na dhahabu mpate. Na hizo fedha na dhahabu mpate. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tukienda kuhubiri, tutakuwa tuna shida kwa sababu tuko kipindi ya neema, sio kipindi kama ile ya zamani. Hii neema tuko nayo ni ajabu. Na tumebebana na hiyo neema. Tutatembea kwa neema ya Roho Mtakatifu. Na kila hali itatulia na itanyamaza kwa jina la Yesu Kristo. Yule kiwete aliambiwa sisi hatuna fedha kwa sasa ama dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukopacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende. Uache kuomba, uache kusumbua watu, uache kusumbua watu kwa mlango mzuri kwa nyumba ya Bwana. Simama sasa na uende. Na kiwete akasimama na akaanza kurukaruka. Ninaona Baba akiwasaidia, ninaona mbingu ikiwasaidia, ninaona mbingu ikipigana, ninaona mbingu ikiwatetea, ninaona mbingu ikishughulika, ninaona mbingu ikiachilia neema, 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 neema ya Roho Mtakatifu. Praise the name of Jesus. Neema itashuka mpendwa. Wewe unayejidharau, wewe ambaye ulikuwa wiki, usimame na utangaze na ifanyike kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima saa ingine usimame na ukasirike na usema inawe Yesu. Lazima nisimame. Si uko na Roho wa Bwana? Si kila mtu hapo ako na Roho wa Bwana. Roho alishuka kwa kila mtu. Kwa hivyo Roho wa Bwana ako juu yako. Roho wa Bwana ako juu yako. Praise the name of Jesus. Na tutatangaza injili mataifa yote. Amen. Nilisahau unabii nilipewa siku ile. Niliambiwa Bwana ameachilia fedha na dhahabu kwa sababu ameona kuna watu wataenda kuhubiri mahali hapana chakula. Kabla hawajahubiri wanawapatia watu chakula, alafu wanawaombea, alafu wanawabariki, wanawaambia Mungu wetu amejawa na fedha na dhahabu kwa jina la Yesu Kristo. Mpokee kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hizi ni nyakati zingine ambazo Roho ameshuka kuachilia neema ambayo si ya kawaida kwa wale wako tayari. Are you ready? Yes. Unaenda kwanza kabla hujahubiri, unaambiwa kijiji hiki wana shida, tunaenda na magunia kama 100 ya mchele, tunaenda na maunga, tunaenda na mafuta, alafu tunawaambia Jesus loves you. Yesu anawapenda. Yesu anawapenda. Yesu anawapenda. Hatuitishi sadaka huko. Hakuna sadaka kuitisha huko kwa maana Bwana atakuwa ametubariki. Hiyo ndio nabii ilikuja. Mwenye uko hapa wewe pokea kwa imani kwa jina la Yesu. Maana Bwana atanyosha mkono wake wenye nguvu. Haleluya. Tutakuwa tunafika hapa tunasema Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako. Yesu wako
Bwana asifiwe. Usiogope ambaye uko hapa na unashindwa. Roho amesema nitabarikiwa. Kwa njia gani? Mbingu inajua. Anataka tu wewe ufuate neno lake. Haleluya. Yule mtu alikuwa pale miaka 40. Hapo kama hiyo ndio siku yake. Inawezekana umekaa hapa Joel for long. Na mbingu ikutembelee siku ya leo. Mbingu ikushughulikie siku ya leo. Mbingu ikushughulikie siku ya leo. Maana Bwana anaacha na wewe individual. Bwana anaacha na wewe binafsi. Mungu akona haja na wewe. Akona haja na mimi. Ndio maana anasema nitaachilia. Katika hizo siku nitaachilia roho wangu. Roho wa Bwana ameshuka. Wapendwa, tukiangalia bila dunia inaendelea, tuko nyakati za neema kuongezeka sana. Maana uovu umekithiri kila mahali. Ni wakati wa Mungu kuachilia neema yake na upate afya, amani na uzima. Ukatembee ukifanya kazi ya Mungu bila magonjwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa tunayakata na kuyasambaratisha. Tunayakata katika jina la Yesu. Tunakemea roho ya umasikini haitatufunga. Tunakemea roho ya kufinyilika haitatufunga. Tunakemea roho yote ya oppression in our life. Tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu wainuliwe. Wasio na kazi wafanikiwe. Na walio kazini wapate kibali. Tunatangaza amani kule kazini. Bwana wawezeshe. Bwana wapatie feva. Wana biashara wainuliwe. Kazi ya Mungu iendelee. Kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na mwishowe tutafika mbinguni tukiwa salama. Haleluya. Nakumbuka huyu mtumishi ambaye alikuwa ni muoga, ambaye alikuwa na mambo mengi. Petro. Ilifika ukiangalia the matter of apostles. Yeye Petro alihubiri mpaka mwisho. Naomba ushikilie Mungu mpaka mwisho. Naomba neema ya Bwana ikutoshe mpaka mwisho. Ikutoshe mpaka mwisho. Ushuhudie Bwana Yesu mpaka mwisho. Haleluya. Hata ilipofika wakati wa shida na dhiki, alisema niko tayari kufa juu ya Kristo. Na akasema sasa, juu alikuwa anaambiwa wewe kwa msalaba, alisema hapana. Msinisulubishe kama mwokozi. Imani alikuwa nayo. Alichawa na roho. Na watu wa roho si waoga. Amen. Mkuu alituambia tusililie shida, ati shida iko hapo unalilia mbele ya shida. No. We are giants of faith. Hallelujah. We are warriors of faith. Hallelujah. Warriors of faith wapendwa. Hata kama kamwili kako ni kadogo, umemjaa Yesu, wewe ni mkubwa sana ndani. Maana Yesu amekujaa. Roho wa ushujaa. Praise the name of Jesus. I think ndio mwimbaji akaimba, inuka zitie nguvu, simama ushindi.